Habari za wakati huu mtazamaji wa Domeko TV, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 3 mwezi Oktoba 2025. Karibu katika taarifa ya habari. Awali ni muktasari wake. Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma, Abraham Hassan, amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia ya uzazi wa mpango. Kuna hizi sindano na kuchoma. Sawa, kuna vijiti. Jeshi la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden. Na katika michezo na burudani, Matola ameanza vizuri Simba Sports Club. Mtazamaji, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama official_Domeko, Facebook, X, zamani Twitter na Instagram. Ni mimi msomaji wako Patrick Isaya. Habari kamili. Kozi ya lugha ya Kichina ilipoanzishwa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ilipokelewa kwa hamasa kubwa. Kwa sasa kozi hiyo ya Kichina inasuasua chuoni hapo, ambapo mkuu wa chuo hicho Kevin Mwakisare amesema mwanafunzi wenyewe ndio waliokuwa hawana wito wa kuhudhuria darasani, na kwa hiyo mwalimu akagailisha kwa sababu naye alikuwa anajitolea. Tuungane na mwanahabari wetu Amina Mbaga kwa undani wa taarifa hii. Kozi ya lugha ya Kichina ilipoanza katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Media College, ilipokelewa kwa haswa kubwa, lakini kwa sasa hali ni tofauti. Je, kimetokea nini? Sikiliza maoni mbalimbali ya wanafunzi na uongozi mkuu wa chuo. Somo la Kichina kwa sasa kutofundishwa, niseme kwamba ni kutokana na wanafunzi wenyewe wa Dodoma Media College kutokuchangamkia fursa. Somo lilikuwa linafundishwa kuanzia mwezi wa 8 mwanzoni katikati hivi, na ilikuwa ni bure, kulikuwa hakuna ada yote kwa wanafunzi wanaosoma hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa ambayo sisi ilikuwa imetujia nyumbani kwetu kwa wanafunzi wa Dodoma Media College kujifunza lugha ya Kichina, lakini kwa takriban wiki 2 wiki 3 wanafunzi hao walichangamkia fursa, lakini the way ilivyozidi kwenda sikujua kama ni ugumu au ni nini, wanafunzi hao walipotea. Kwa kweli hivyogarisha lugha ya Kichina kwa mimi nyanyasi, kwa sababu wakati wanaifundisha lugha mimi nilikuwa likizo, kwa niliporudi chuo nikawa natarajia kujifunza. Kwa nilipokuta imegarishwa kwa imeniumiza, sababu nilikuwa nimepania na mimi nijue lugha ya Kichina. Ni darasa ambayo ilikuja na fursa za kujifunza lugha tofauti, lugha ya kigeni ambayo inaweza kuwa ni sehemu katika kuongeza ujuzi, lakini pia kuongeza sehemu ya ajira ama sehemu ya kipato kwenye maisha. Sasa imekuwa changamoto kwa kuvunja darasa hili, kwa sababu tulipata nafasi kujifunza bure tupate misingi, lakini sasa imekuwa ili tujifunze tena lazima tutumie gharama za ziada kwenda kujifunza. Kwa upande wa mkuu wa chuo cha uandishi wa habari Dodoma Media College, Kevin Mwakisare, alikuwa na haya ya kusema. Tuliomba kutoka kwa mtaalamu ambaye alikuwa anatoka chuo kikuu cha UDOM kuja kuungana nasi katika kuifundisha, kwa sababu sisi ni wanahabari na tunaweza tukakutana na fursa za kukutana na watu ambao sio wanaofahamu lugha yetu, ikiwemo wa China. Tukaona kwa sababu wa China ndo soko lao kubwa ni Afrika, tukaona ni sehemu nzuri au sehemu rahisi ya pia wanahabari kufahamu lugha ya Kichina hata kwa uelewa mdogo tu. Lakini kadri siku zilikuwa zinazidi kwenda ndivyo ambavyo namba ya watu ilikuwa inazidi kupungua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lilikuwa ni somo la hiari, sio la lazima. Hayo ndiyo maoni ya wanafunzi na uongozi wa chuo kuhusu kusuasua kwa lugha ya Kichina chuoni hapa. Nikiripoti kutoka hapa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko jijini Dodoma, mimi ni Amina Mbaga wa Domeko TV. Asante sana Amina Mbaga kwa taarifa hiyo. Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma, Abraham Hassan, amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Amesema kuwa aina hizi za uzazi wa mpango zina changamoto zake, kama vile kutoka na damu isiyo ya kawaida wakati wa hedhi, kichefuchefu na kutapika, pia kuongeza sukari mwilini.
Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na mwanahabari wetu Salha Masudi. Matumizi ya njia za uzazi wa mpango yana madhara yake na faida zake. Leo tumekutana na muuguzi kutoka zahanati ya Deka jijini Dodoma na kutueleza kwa undani zaidi kuhusu jambo hilo. Njia za uzazi wa mpango, tuna njia za aina mbili. Tuna njia za vichocheo na njia ambazo sio za vichocheo. Tukisema njia za vichocheo, tunamaanisha kwamba kuna hizi sindano wanazochoma, sawa, kuna vijiti, lakini pia kuna njia ambayo inawekwa kwenye njia ya uzazi, wanaita kitanzi. Njia ambazo sio za vichocheo ndio inakuwa kama kutumia kinga, lakini pia kuna vichocheo vingine ambavyo wanakuwa wanaweka kopa ambayo inakuwa kwa kiasi kidogo. Njia hizi za homoni, side effect zake au changamoto zake zinakuwa za aina tofauti na japokuwa zinafanana. Sana sana ikiwa ni kutoka damu ambayo sio ya kawaida mtu anapoingia kwenye mzunguko wake. Lakini pia nimekutana na baadhi ya wananchi ambao wamezungumzia kuhusu jambo hili la utumiaji wa uzazi wa mpango. Jina naitwa Evodia, ni mkazi wa hapa. Tuanze na faida ya uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango una faida nyingi. Hasa tuanze kwa walioko kwenye ndoa. Kwa walioko kwenye ndoa ni faida zaidi kwa sababu watazaa watoto kwa kupangilia, watoto wataachana kwa umri ambao wanataka wazazi wao. Pia watasoma vizuri. Kija kwa upande wa hasara, hasa kwa upande wa mabinti ambao bado hawajaolewa, ni hasara kubwa kwa sababu wanaweza kusababisha kuharibu mfumo mzima wa uzazi, akapata kansa ya uzazi, kansa ya mashingo ya uzazi, sijui wanahitaji kwa kansa unajua wenyewe. Kuharibu mfumo kama hormone imbalance, akakosa period labda, ndio hivyo atakuja kuhangaika hospitali, au mwisho wa siku vitu vingine vikakaa sawa. Kwa majina naitwa Ismail Abdulswamad Saidi, ni kijana na ambaye mwenye fani ya maabara. Kuhusu swala zima la uzazi wa mpango, uzazi wa mpango ni utaratibu ambao umewekwa kisheria pia, ambao unahusika pia na katika upangaji wa idadi ya uzalishaji kwa maana ya watoto, ambayo pia una namna nyingi za matumizi. Mfano, njia ambazo nazifahamu mimi, ziko njia za vipandikizi, ziko njia za vidonge, kuna njia pia za sindano, ambazo kila njia ina namna yake ya kimatumizi pia na kipindi ambacho inakaa. Kutoka hapa jijini Dodoma, mtaa Bay Road, mimi ni Salha Masudi, Domeko TV. Afisa habari wa jiji la Dodoma amewaasa waandishi wa habari jijini Dodoma kutumia fursa za taaluma yao, kwani fursa hizo zipo katika taasisi mbalimbali. Mwanahabari wetu Alois Elias ana undani wa taarifa hii. Afisa habari wa jiji la Dodoma amewaasa waandishi wa habari jijini humo kutumia fursa za taaluma yao, kwani fursa zipo katika taasisi mbalimbali. Hata mahakama kuu inapatikana Dodoma. Kwa hiyo anaweza kupata habari pia katika muhimili mwingine, muhimili wa bunge na muhimili wa mahakama. Hiyo sasa ndio fursa kubwa ya mwandishi wa habari aliyepo au anayetakiwa kuwa katika jiji la Dodoma. Lakini kuna fursa nyingine ambazo zinawezekana isionekane moja kwa moja. Mfano ni fursa ya mafunzo mbalimbali au semina mbalimbali. Yakisha kuwa makao makuu hapa, maana yake hata taasisi zinazotoa mafunzo zitakuwa zipo Dodoma. Ilo ukiacha taasisi, yawezekana hizi wizara, idara za serikali au wakala, hata mihimili mingine inaweza ikawa inatoa mafunzo ya kuboresha utendaji kazi kwa huu muhimili wa habari au tasnia ya habari. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa Dodoma tunaweza kukuta hizi taasisi zinakuwa zina series ya mafunzo tofauti. Natumaini pia na waandishi wa habari katika jiji la Dodoma walikuwa na haya ya kusema. Mambo yamekuwa kidigitali, social media zinatumika katika kufikisha habari, lakini pia kuna radio nyingi zinaanzishwa, lakini vile vile na television na online television. Unaona? Kwa hiyo
unakuta mwandishi wa habari anajikita huko katika kutafuta habari, kupeleka habari kwa jamii, lakini kwa tasnia ya habari na maana kwamba waandishi wa habari na utangazaji, ajira zipo nyingi, lakini ni namna gani ambavyo unaweza ukajipambanua. Kwa siku za hivi karibuni, sasa hivi taasisi au mashirika au vyombo vyenyewe vya habari huenda vikawa vinahitaji mtu mmoja tu peke yake ambaye amekamilika. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu ambao wanaweza wakawa wanasoma huko vioni kwa ajili ya kujitafutia riziki baadaye mtaani, kujisaidia familia zao, na washauri kutokuchagua kazi nikiwa na maana yani party ya au engo ya wao kwenye tasnia ya habari. Mtu anaweza kana nimpige picha basi aka kwa maana upige picha peke yake, hapana. Na washauri wakaweza kuishi kwenye nyanja tofauti tofauti, ajue kupiga picha, ajue kuedit, basi ajue kutangaza, ajue kuandika, kitu ambacho kinaweza kumsaidia. Kama taasisi inahitaji mwandishi, basi na wewe uko tayari kwenye kuandika. Kama taasisi inahitaji kupiga picha, anakuwa yumo. Kwa taasisi za siku hizi zinahitaji. Hayo ndiyo yaliyojili jijini Dodoma. Nilikuletea ripoti hii ni mimi Alois Elias wa Domeko TV. Kuelekea wiki ya huduma kwa wateja 2025, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania yawashika mkono vijana wakulima. Mwanahabari wetu Elia Odongo ana undani wa taarifa hiyo. Mapema leo Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TAD imetembelea kikundi cha vijana wa Wazito Farm Flex wanaojihusisha na kilimo cha mboga mboga na matunda na kuwapatia msaada wa vifaa vya kilimo, pembejeo na viuatilifu. Hatua hii ni sehemu ya utaratibu wa TAD wa kurudisha kwa jamii katika kuadhimishwa wiki ya huduma kwa wateja inayofanyika kila mwaka wiki ya pili ya mwezi Oktoba. Zaidi ya msaada huo, TAD imeandaa ziara ya mafunzo kwa vijana na Wazito Farm Flex visiwani Zanzibar. Ziara hiyo inalenga kuwawezesha kujifunza, kubadilishana uzoefu na vijana wenzao waliopiga hatua kubwa katika kilimo cha mboga mboga na matunda ili kuongeza ujuzi na maarifa ya kilimo biashara. Wazito Farm Flex ni kikundi cha vijana 7 waliohitimu vyuo vikuu mbalimbali nchini, waliounganishwa na dhamira ya kuwekeza katika kilimo biashara. Kikundi hiki kiliibuliwa na kulelewa na TAD kupitia programu ya TAD mikoani inayolenga kutoa elimu kuhusu huduma za benki kwa wakulima, hususan vijana na wanawake, na kuwafungulia fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya kilimo. Taarifa iliyochapishwa mitandaoni na Cloud Media imeeleza kuwa hadi sasa kikundi hiki kimefanikiwa kuajiri vijana wengine 20 kutoka kijiji kinachozunguka shamba lao, hivyo kuchangia kuongeza ajira na kukuza uchumi wa jamii. Mimi ni Elia Odongo, Domeko TV. Katika mwendelezo wa kampeni za urais tarehe 2 Oktoba, mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza na wananchi wa Arusha mjini kuhusu yale waliofanikiwa kwa miaka 4 iliyopita na waliopanga kuyatekeleza kwa miaka 5 ijayo. Amesema kuwa watajenga kituo cha mikutano ya kimataifa kipya na kujenga ukumbi mwingine tena utakaokuwa na hoteli na fursa zote za mikutano ndani ya jiji la Arusha. Tuungane na mwanahabari wetu Metusela Elia kwa undani wa taarifa hiyo. Katika mwendelezo wa kampeni za uraisi za Chama cha Mapinduzi CCM Oktoba 2, akizungumza Rais Samia Suluhu Hassan katika mji wa Arusha kuhusiana na kujenga kituo kipya cha makutano ya kimataifa. Tunakwenda kujenga kituo cha mikutano ya kimataifa kipya. Baada ya kile cha AICC, tunakwenda kujenga ukumbi mwingine mkubwa sana utakao kuwa na hoteli na fursa zote za mikutano ndani ya jiji la Arusha. Lakini pia kule Ngorongoro Lengai tunakwenda kujenga vizuri sana kituo cha urithi wa kijiolojia kwa watalii watakaopenda kuwa na mambo ya kihistoria, mambo ya kijiolojia, mambo ya kisayansi. Hicho kitakuwa ndiyo kituo chao. Lakini vile vile yanayoendana na hayo ni utalii wa michezo, na hapa nizungumzie uwanja wa Afcon ambao tuliujenga kwa ajili ya mashindano ya Afcon, lakini uwanja ule pia unakwenda kuwa kivutio cha watalii, kwa sababu pale ulipo uwanja tutajenga kitu kinaitwa Afcon City, mji kabisa wa Afcon utakuweko pale. Lengo letu
Lengo letu miaka inayokuja mpaka 2030 Tanzania ipokee watalii milioni 8, na hawa ni wa nje na ndani ya nchi. Naye pia mgombea wa kiti cha ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Arusha mjini, ndugu Paul Makonda alikuwa na neno la kunena juu ya kampeni za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Yako maneno ya kuvunja moyo, na wakati mwingine yanaweza kukufanya ukahisi kama vile Mungu amekuacha. Naomba nikuhakikishie, umekaa kwenye hicho kiti kwa mapenzi ya Mungu, na Mungu atakupa Tanzania tena kwa miaka 5. Na hayo ndio alizungumza Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Metsela Elia wa Domeko TV. Taarifa hiyo ya Metusela Elia inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Dunia inahitaji habari, na dunia inahitaji habari iliyo bora zaidi, lakini dunia inahitaji wanahabari wenye ithibati iliyo kamili. Karibu usome taaluma ya habari na mawasiliano kwa umma hapa Dodoma Media College. Hapo utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidigitali kutoka kwa walimu mahiri. Tuna vifaa vya kisasa kufanya ufanye kazi kwa vitendo zaidi, utakokuhakikishia wewe ushindani kwenye soko la ajira. Si habari tu pekee, pia tuna kozi mbalimbali kama vile Secretary Management na Public Relation. Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako, ndoto za maisha yako. Pia tuna zawadi nzuri tumewaandalia wale wanaotaka kusoma kozi za muda mfupi ambazo ni video production, graphics design, computer application na radio and TV broadcasting kwa bei nafuu sana. Jiunge nasi ujenge taaluma yenye ushawishi kwa taifa lako. Tupo Dodoma mjini mkabala na soko kubwa la Machinga. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu www.dodomamedia.ac.tz au tupigie simu kwa namba 0759154405 au 0719545301. Dodoma Media College, Media for Development. Naam, tumerejea baada ya mapumziko mafupi. Ni habari za kimataifa. Jeshi la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba msaada kuelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Halima Ahmed. Msafara huo ujulikanao kama Global Samad Flotilla GSF ulikuwa na takriban meli 45 zilizobeba wanasiasa na wanaharakati. Uliondoka Uhispania mwezi uliopita kwa lengo la kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba linakabiliwa na njaa kali. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imethibitisha kuwa meli kadhaa za GSF zimezuiwa na abiria wake kuhamishwa hadi bandari ya Israeli. Kwa upande wake, GSF imeeleza kuwa hatua ya kuzuiwa kwao ni kinyume cha kisheria za kimataifa na wala si kitendo cha kujilinda kama inavyodai Israeli, bali ni kitendo cha kukata tamaa kwa dhahiri. Kupitia mitandao ya kijamii, msafara huo umeandika, hali hii inaonyesha wazi jinsi gani Israeli inavyokwenda mbali kuhakikisha Gaza inaendelea kuwa na njaa na kutengwa. Kundi la Hamas ambalo shambulio lake la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israeli lilichochea vita Gaza limelaani hatua hiyo kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuhitaji hatua hiyo kama uhalifu, uharamia na ugaidi wa majini. Mimi ni Halima Ahmed wa Domeko TV. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha usalama cha kimataifa kwa ajili ya Haiti kwa kukabiliana na ghasia za magenge zinazoongezeka katika nchi hiyo yenye migogoro. Mwanahabari wetu Omari Msonde ana undani wa taarifa hiyo. Kikosi hicho kinajulikana kama Genge Suppression Force GCF kitakuwa na hadi polisi na wanajeshi 5550 wenye uwezo wa kuwaweka kizuizini washtakiwa wa genge.
GSF itaongeza ujumbe wa kimataifa wa msaada wa usalama unaongozwa na Kenya MSS, kikosi ambacho kilikusudiwa kuwa na hadi wanachama 2500, lakini kikakumbwa na upungufu mkubwa na kimekuwa na wakati mgumu kuzuia ghasia tangu kutumwa nchini humo mwaka 2023. So we've just entered the area of Pakpor, which is yet another neighborhood in Kwa the hiyo city tumeingia katika mji ambao unaonekana na machafuko mengi na mapigano, na hayo yanasikika ni milindimo ya risasi. We've just been shot at by the gangs and it seems like they've aimed for the tires. Kinachosikika hapo ni majibizano ya mlio wa risasi, na tumejitahidi kuelekea eneo lenye usalama kwa sababu gari letu limeharibika kwa kupigwa risasi. They are outnumbered. There are thousands of men out there. Zaidi ya watu 5500 waliuawa katika ghasia zinazohusiana na magenge nchini Haiti mwaka wa 2024. Magenge yenye silaha kwa sasa yanadhibiti takriban 85% ya mji mkuu Port-au-Prince. Mimi ni Omari Msonde wa Domeko TV. Mtazamaji, habari yake Omari Msonde inatupeleka moja kwa moja katika habari za kimichezo. Matola aanza vizuri na Simba Sports Club. Tuungane na mwandishi wetu Adamson Nicholas kwa undani wa taarifa za kimichezo zaidi. Kocha Selemani Matola ameweza kuiongoza Simba katika michezo miwili ya NBC Premier League, akiibuka na ushindi wa mabao 6 na point 6 katika michezo miwili aliyoicheza. Kocha huyo amesaidia Simba kupata alama 6 na kukaa kileleni mwa ligi ya NBC Premier League, ambapo kocha huyo amekaa kama kocha wa muda katika klabu hiyo akisubiria kuletwa kwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Pia ameweza kupata mabao 6 katika michezo yake aliyoicheza. Mabao hayo aliyapata katika mchezo wa kwanza akicheza na Fountain Gate. Akiwa nyumbani amepata mabao 3, na mchezo wa raundi ya pili alipata tena ushindi wa mabao 3 dhidi ya Namungo Football Club. Pia ligi ya NBC Premier League imeweza kuendelea tena kwa mchezo mmoja kupigwa tena majira saa 12 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ambapo klabu ya JKT Tanzania iliweza kulazimisha sare ya 1-1 dhidi ya Azam Football Club. Na katika uga wa kimataifa, tuanze katika viunga vya Emirates. Klabu ya Arsenal The Gunners imemwongezea mkataba beki wake wakati William Saliba. Ameongeza mkataba huo wa miaka 5 mpaka 2030. Ikumbukwe beki huyo wa timu ya taifa ya Ufaransa alikuwa anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu. Pia alikuwa na window na vilabu vikubwa barani Ulaya ikiwemo Real Madrid, lakini Arsenal The Gunners wameweza kumbakisha beki huyo. Tukiachana na taarifa hiyo ya The Gunners, pia kocha Jose Mourinho amesema amefurahi kucheza na waajiri wake wa zamani Chelsea The Blues licha ya kupoteza mchezo wake wa kwanza wa ligi ya mabingwa akiwa na klabu ya Benfica. Amesema amefurahishwa na kiwango kikubwa cha wachezaji wake licha ya kupoteza mchezo huo kwa bao 1-0. Amesema kuwa atapata matokeo mazuri katika michezo inayofuata. Na huo ndo mwisho wa habari kimataifa, ukisomwa nami Adamson Nicholas wa Domeko TV. Mtazamaji, habari yake Adamson Nicholas inatutamatishia habari tulizokuandalia siku ya leo. Kabla ya kutamatisha, tupate kwanza muktasari wa yale yote tuliyokuandalia. Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma, Abraham Hassan, amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia ya uzazi wa mpango. Kunakuwa kuna hizi sindano na kuchoma, sawa, kunakuwa kuna vijiti. Jeshi la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden. Na katika michezo na burudani,
Matola ameanza vizuri Simba Sports Club. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Domeko TV. Ulikuwa nami Patrick Isaya. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi vinavyofuata hadi wakati mwingine.